Aisee bwana, kama unavyoona tumefika mpaka kwa Bwana Vagasa. Bwana Vagasa, mambo vipi? Fresh, mambo yanasemaje? Salama kabisa. Poa kabisa. Salama, hongera na kazi. Asante sana, karibu sana. Asante. Karibu sana. Kwanza nimefika hapa umenistaajabisha. Huku kama ndege, alafu huku tunaona kama sura ya mtu. Huyu ni ndege fulani ambaye alishapoteaga miaka ya nyuma sana. Alishapotea miaka ya nyuma, lakini ni ndege ambao hata waliigizia wazungu. Anaitwa Harper, lakini pia unaweza kumuita anaitwa Sirius, maana ni ndege ambaye alikuwa na sura binadamu, lakini pia kuanzia huku kushuka chini alikuwa ni ndege kabisa. Kwa hiyo ni ndege ambaye yani ni wa kufikirika, kwa lugha nyingine yupo, lakini alishapotea muda mrefu. Lakini pia ni ndege aliyekuwa anaongozwa kwa ukali duniani, alikuwa hawezi kukaa na kiumbe chochote kile, na alikuwa anaishi kwenye misitu minene na yenye giza kabisa, yani kwamba hiyo sehemu hawezi kufika kitu chochote kile, hakiwezi kufika. Kwa maana yake ndio alikuwa akiishi sehemu hiyo, au sehemu yenye pango refu ambako hakiwezi kuingia kitu chochote, lakini sehemu ambayo inaweza kuingiza hewa. Kwa maana hiyo huyu ndege alikuwa ni binafsi, ndege mkali, hataki mshikamano na kiumbe yoyote yule. Kwa hiyo ni ndege ambaye alikuwa ni jamii hiyo. Kwa maana hiyo unasema sasa hivi amepotea, alishapotea, hakuna sehemu yote anayoonekana. Alishapotea tayari, lakini ni ndege ambao katika historia za kwetu yani kwa Afrika hapa hamna, ila katika historia za wazungu wenzetu wanatumia hata kuigizia na kuonyesha namna alivyokuwa akiishi na maisha yake jinsi yalivyokuwa. Umesema anaitwa ndege gani? Anaitwa Harper au Sirius au ndege hewa. Ndege hewa. Imekuchukua muda gani mpaka kumtengeneza huyu ndege kukamilika mpaka hivi? Hapa nimechukua muda kidogo, kwa sababu nilianza na chini kabla ya juu. Ndio. Nilianza na chini nikaa kwa muda kidogo paka kama ili pakae vizuri, lakini pia nikaangalia na uzito wa chini. Kwa hiyo nilimimina nzege hapo chini. Ndio mimina nzege nilipomimina nzege chini, kuanzia chini kabisa huko, maana yake nilimiminia chini. Kwa hiyo nilichimba chini, nilipochimba chini nikamimina nzege, kaweka na mawe, nikasimamisha kama nondo kadhaa, basi nikaanza kujenga kama ishara ya mti. Sababu hapa napenda kutengeneza vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo nikachukulia huyu akiweza kukaa chini haifanani, na pili pia picha yake ilikuwa imekaa kama kwenye mti. Kwa maana nikachukulia hii ni kama ni mfano wa mti. Huu ni mfano wa mti kwamba amekaa hapa kwenye mti. Lakini amekaa ana. Kwa hiyo pia baada ya kutengeneza hapo nikaa kwa muda kidogo kumwagilia na kumfanya kakamae. Wakati huo nimesimamisha nondo kutafuta skeleton la huyu kiumbe kwenye miguu yake, kwamba alikaaje na amegeukia vipi. Kwa hiyo nilipochukua skeleton, maana yake nilipokuwa naweka nondo zangu kuzifunga kupeleka hapa, basi nikakazia na nondo nyingine kusimama kama miguu hapa katikati. Hapo nikuelewa. Baada mfano mtu akimhitaji huyu ndege itamkosi gharama gani kumpata? Huyu ulipomtengeneza hivyo, mfano mimi nasema aisee bwana Vagasa, huyu ndege na uhitaji, au uje unitengenezee nyumbani kwangu, au uje unitengenezee ofisini kwangu, itatumia gharama kiasi gani? Kwa mfumo mimi ninavyojua, kwa mimi kazi zangu ninazozifanya, ndio yani mara nyingi material kama haya, ndio kwanza hiki ni kitu cha kipekee, hata mimi mwenyewe sije kufanya. Ndio kwanza kuna ndege ambao naweza nikakwambia kwamba huyu ni shilingi kadhaa, lakini kuna ndege kama hao wanatumia akili nyingi sana mpaka kumtengeneza mpaka akafika hapo. Lakini pia kwa namna nyingine mimi nilimtumia ni kama ni sehemu ya kuona, sijui nisemaje, yani nimchukulia kama ni sehemu ya design ya muonekano. Lakini kama mtu atahitaji kama huyu, basi itahitaji kama hela nyingi, kwa sababu ni hela nyingi kidogo, kutokana na muda na kitu chenyewe tulichotumia na namna ya material, muda ule utumia kuumiza kichwa, kila kitu kufanya, umeona. Lakini mara nyingi huwa natumia gharama material kutoka, yani natengeneza, lakini material inakuwa kwako kama naenda kutengeneza sehemu. Kwa hiyo ukienda kumtengenezea mteja, umekuja kunitengenezea, wewe utaniorodheshia. Mimi nakwambia bwana bwana tatu, lakini material ni kwako. Kwamba huwa nataja gharama za kudesign. Ndio. Lakini material inakuwa ni kwa mhusika, kwa sababu unakaa nayo wewe mwenyewe. Ndio. Haya, huyu unaweza kutueleza material uliyotumia ni material aina gani, kwamba aina fulani na fulani, hapa umetumia material gani mpaka huyu amekamilika kufikia hatua hii? Hapo mimi nimetumia cha kwanza nimetafuta mawe ambayo ya kuweza kusimamisha hapo, ndio ambayo kidogo yana uzito, ndio. Nikatafuta nondo pia ambazo kidogo zina ujazo kidogo, ambazo zinaweza zikanifanya mimi niweze kuinani mzigo wangu hapa. Lakini pia juu hapa pia vile nimetumia nondo, lakini nondo hizo zitumia juu, maana nimetumia nondo ambazo unaweza ukazikunja, lakini sio kwa kukunja kwa mkono.
kwamba ni namna fulani unaweza ukatumia kifaa kukunjia ili kupata shape ya hichi kiumbe. Lakini baada ya hapo pia anakuja tena kutafuta nondo nyingine laini ambazo zinaweza zikakunjika kwa ajili ya kutafuta umbile la yule mtu kiumbe chenyewe. Alafu cha pili, baada ya kushona kote, basi nakuja kutafuta nondo tena nyingine. Kwa hiyo ukijua nimetumia nondo wavu pamoja na simenti ndio inatumika sana na mchanga ukiwemo. Kazi nzuri, hongera sana.